mapenzi ya shetani juu ya hatima yako. Ayubu 36 mstari wa 13 mpaka 14. Ayubu 36 13 mpaka 14. Mapenzi ya shetani sasa juu ya hatima yako. Uone jinsi shetani yeye mawazo yake, mapenzi yake juu ya hatima yako, juu ya mwisho wako ni nini? Sikiliza, Biblia imebeba kila kitu. Imebeba kila kitu. Yani imebeba, yani ndo inatoa taswira yote. Elimu zingine za dunia hizi wakati mwingine ni kama ni kupoteza muda tu, lakini vitu vyote viko ndani ya neno. Sikiliza sasa, anasema hivi: lakini hao wasiomcha Mungu mioyoni mwao hujiwekea hasira, hawalilii msaada hapo hawafungapo. Wao hufa wakingali vijana, na uhai wao huangamia katikati ya wachafu. Lakini hao wasiomcha Mungu, wanaokataa Injili, mioyoni mwao, anasema wanajiwekea hasira. Wanajiwekea hasira hao. Kama wewe ni miongoni mwao, unaishi maisha ya ajabu ajabu, kana kwamba dunia umefika, anasema unajiwekea hasira, maana umemwacha Mungu, hayuko moyoni mwako, unawaza pesa tu. Hata unajikuta sasa unaenda kwenye ushirikina upate mafanikio. Unatumia hirizi kwenye biashara yako, unatumia hirizi ofisini mwako, umeweka hirizi kwenye ofisi ili ofisi iendelee kukaa wewe. Unajiwekea hasira, ndugu yangu. Anasema mwacha Bwana moyoni mwako. Wakati tumesoma kwa anasema kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa, na miaka maisha yako itaongezeka. Wewe umeweka kwenye tumele vitu vinavyopita. Anasema wao huwa wanakufa wangali wakiwa vijana. Ajenda ya shetani ni watu wafe wakiwa vijana. Wakiwa vijana. Hebu ona hata kwa mambo yaliyopita kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwenye uchaguzi wa tarehe 29, angalia asilimia kufa ya waliokufa bado ni watu waliotakiwa kuendelea kuishi. Wapo watoto wamekufa, shetani amekatisha hatima zao. Wapo vijana waliotakiwa kuleta mageuzi kwenye familia zao, shetani amekatisha. Wapo mabinti waliotakiwa kuwa mama wachungaji, wahubiri wa Injili baadaye, shetani amekatisha hatima zao. Anasema wao hufa wangali vijana. Wakiwa vijana ndio ajenda ya shetani. Ndio maana Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla zijaja siku ambazo tutasema sina furaha katika hizo.